Na mistari hii ya leo ni katika mafundisho hayo Yesu aliyowapa. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi wake, mnaposali msifanye kama wanafiki. Wao hupenda kusimama na kusali katika masinagogi na katika pembe za njia ili watu wawaone. Kweli nawaambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe unaposali, ingia chumbani mwako na ukishafunga mlango, sali kwa Baba yako asiyeonekana. Naye Baba yako aonaye yaliyofichika atakutukuza. Mnaposali, msipayuke maneno kama watu wasiomjua Mungu. Wao hudhani kwamba Mungu atawasikiliza ati kwa sababu ya maneno mengi. Msiwe kama hao, kama wao. Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla ya kumwomba. Mstari wa 8 baba. Msiwe kama hao, Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla ya kumwomba. Koma hapo kwa sasa. Sisi wanadamu tuna njia mbalimbali za kuomba. Kwa mfano, leo asubuhi, sijui mara ngapi, mara 3 pengine, mara 4 pengine. Umesali, kila mmoja anatumia sauti yake, umesali kwa pamoja. Kwa watu ambao hawajazoea hiyo, inaonekana kuwa kelele. Unimsikilize huyu, au huyu. Ni vigumu, lakini nadhani nia yenu ni kwamba kila mtu anatoa sala yake binafsi, ingawa anatumia sauti. Kinyume cha hapo ni wale ambao kusali ni kufanya kwa kimya kabisa. Hakuna sauti. Jirani wa hapa wa Amish ndio mazoezi yao. Nadhani katika ibada yao ni mara moja tu unasikia mchungaji au askofu anatumia sauti kwa kuomba. Maombi yote zaidi ni kwa kimya. Hata wakipiga magoti wanaomba kwa kimya. Mimi nimeisha ingia kwenye nyumba za wa Amish na kula mlo. Wakati wa kutoa shukrani kabla ya kula, kama vichwa na kukaa kimya. Baada ya muda niliambiwa ya kwamba kwa wastani sawa. Wao wanatumia sala ya Bwana kabla ya kula chakula. Basi siku nyingine nilipoingia kwa Amish nikafanya hivyo, nikasema binafsi bila sauti sala ya Bwana katika Kiingereza. Kumbe mimi nilimaliza pesi sana. Maneno ya Kiingereza ina silabi fupi. Kiswahili ina masilabi mengi katika neno moja, inachukua muda mrefu zaidi. Nilipoingia kwa Amish tena siku nyingine, na sasa nikatumia Kiswahili sala ya Bwana. Kumbe ililingana na sala yao, wao wanatumia Kijerumani. Ni njia yao ya kuomba. Kwa hiyo kuna njia hizi mbalimbali. Nakumbuka pengine ni miaka 2-3 sasa nilihudhuria ibada ya Kiswahili huko Westminster Presbyterian. Na tofauti na nini? Mtu aliposali kwa sauti, wote wengine walikaa kimya. Nilifikiri pengine wao walikuwa watu sijui 100 au zaidi pale. Lakini walipoimba, wote wakaingia, hata wote wakaja mbele hapa na kucheza. cheza hivyo. Kwa hiyo tuna njia mbalimbali za kusali. Yesu alitaja wanafiki. Anasema kwa wao walitaka kusikilizwa na wengine. Kwa hiyo walisimama mbele ya watu na kupaza sauti zao katika masinagogi, hata pembeni ya njia, au tuseme kwenye makutano ya mitaa ya barabara. Wanaweza kusimama hapo ili watu wote wanaopita wanaweza kusikia maombi yao. Watafikiri, kumbe huyu mtu wa dini, kumbe huyu mtu msafi. Ndio anataka kusikia ya kwamba yeye ni hivyo. Yesu anasema huyu ni mnafiki. Mnafiki, maana ya unafiki ina maana gani? Unajua neno hilo?
anasema hivi, lakini matendo yake tofauti. Anasema hivi, mengine yeye ni hivi. Ndiyo. Najua zamani hapo ya nyuma kulikuwa na mhubiri wa TV akihubiri sana, akikemea uzinifu na kadhalika. Kumbe baadaye ikajulikana kwamba yeye mwenyewe alikuwa akitenda kuzini. Mnafiki. Ndiyo. Ni mfano wa mnafiki. Yesu mara nyingi alikemea wanafiki. Katika Mathayo sura 23 mstari wa 25 hadi 28 anawakemea Wafarisayo na wanasheria. Ole wenu walimu wa sheria na Wafarisayo wanafiki! Mnasafisha kikombe na bakuli kwa nje, lakini ndani mnaacha kuwa kumejaa vitu mlivyopata kwa unyang'anyi na uchoyo. Mfarisayo kipofu, kwanza safisha ndani ya kikombe ili na nje nako kupate kuwa safi. Amen. Ole wenu walimu wa sheria na Wafarisayo wanafiki! Mko kama makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo kwa nje yameonekana kuwa mazuri, lakini ndani yamejaa mifupa ya maiti ya kila namna ya uchafu. Hali kadhalika nanyi mnaonekana na watu kwa nje kuwa wema, lakini kwa ndani mmejaa unafiki na uovu. Yes. Hapo anawakemea Wafarisayo. Anakemea wanasheria. Nikisema wanasheria, sio sheria za serikali, hapana. Ni wanasheria wa neno la Mungu, sheria ya Musa aliyotoa katika kitabu cha Kutoka, Walawi, Hesabu. Katika Mathayo sura 6, somo letu la kwanza, anafundisha wanafunzi wake. Anasema usiwe kama hao. Yesu anawaambia wanafunzi wake wasiwe kama wanafiki, kusali ni kuzungumza na Baba Mungu, si kusikiwa na watu wengine. Ukitaka kuzungumza na mtu uso kwa uso, je, utakwenda sokoni na kuzungumza pale uso kwa uso? Nadhani hapana. Maana kutakuwa na kelele nyingi, hamtasikilizana vizuri. Bali utakwenda mahali pa faragha ambapo hakuna kelele na kuzungumza. Ndivyo ilivyo kuzungumza na Mungu. Tutafute mahali pa faragha na kuzungumza naye. Yakobo alikaza jambo hili la maneno yalingane na matendo. Tulisema kwamba yeye hatumii neno hilo unafiki au mnafiki, lakini anakaza neno hilo. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14. Ndugu zangu, kuna faida gani mtu kusema ana imani lakini haonyeshi kwa vitendo? Je, hiyo imani yawezaje kumwokoa? Tuseme kaka au dada hana nguo au chakula, yafaa kitu gani ninyi kuwaambia hao nendeni salama mkaote moto na kushiba, bila kuwapatia mahitaji yao ya maisha? Vivyo hivyo imani peke yake bila matendo imekufa. Ni nje ya maandishi yangu, lakini pengine umeshasikia habari za Lutheri. Aliyeanzisha kanisa la Lutheri, hasa alianzisha nasemaje, Reformation katika Kiswahili. Reformation yani kupindua kanisa kwa mambo mapya. Na Lutheri hakutaka kitabu cha Yakobo. Maana katika siku zake
kanisa la Waroma walikaza matendo, hawakuwa na imani. Imani ilikuwa haba kabisa. Yeye Lutheri aliposoma kitabu cha Warumi alifikia mstari ule uliosema ya kwamba ni kwa imani unapata wokovu. Basi yeye aliposoma kitabu cha Yakobo akasema, hapana, ni imani tu. Ni kana kwamba kanisa la Waroma walisema ni matendo tu, na Lutheri anasema ni imani tu. Ni imani pamoja na matendo. Lutheri alisema imani tu, yeah. Samahani. Sisi Wameno tunasema tunahitaji yote mbili. Tunahitaji imani, tunahitaji matendo. Amen. Tunaunganisha yote pamoja. Hallelujah. Jambo jingine Yesu anayokaza ni kutokupayuke, na hilo ni neno geni kwangu. Sijui unajua maana ya kupayuka? Kupayuka yani kurudia. Nitoe mfano. Zamani nilikuwa nikiendesha bus kubwa, na siku moja niliambiwa nenda kwenye mji fulani huko Delaware, pakia abiria wapeleke Washington DC kwenye kanisa kubwa la Waroma kule. Nikaenda nikawapakia abiria. Njiani mwongozi wao akaanza kuwaongoza katika ibada ya Kiroma. Nikutaja tena Hail Mary. Yani utukuzwe Maria. Sijui wanasemaje Kiswahili kama wanatumia maneno gani, lakini walirudia maneno hata mwisho. Mimi niliweza kusema pia pamoja nao, ingawa siku Roma. Nilianza kuhesabu mara ngapi wanarudia sala hiyo. Baada ya kufikia zaidi ya 40 nikaacha kusahau. Ilikuwa mwendo wa karibu saa 3 kutoka Wilmington, Delaware kwenda Washington DC. Na ilikuwa kurudia kwangu hiyo ni kupayuka. Yani kurudia maneno hakuna. Wao nadhani walidhani ya kwamba wakirudia tena na tena, Mungu atawasaidia, atawasikia vizuri zaidi. Au Maria atawasikia. Maana wao wanafikiri ukimwomba Maria, yeye pia anaweza kuongelea na si ndio? Tuone jinsi Yesu alivyofundisha wanafunzi wake. Sasa nataka kuleta maneno ya mazito kidogo. Kuna mwandishi anaitwa Myron Augsburger. Yeye alikuwa mhubiri shujaa katika kanisa la Mennonite, hata mwishowe akawa rais wa chuo kikuu pale nilipo hitimu mimi. Hata mwaka wake wa kwanza kuwa rais wa chuo, president of Eastern Mennonite College, ilikuwa mwaka wangu wa kuhitimu. Yeye aliandika kitabu kinachofafanua kitabu hiki cha Mathayo, Injili hii ya Mathayo. Yeye anasema hivi: sala ni kujifunua maisha yako kwa Mungu, ni kumkaribisha atende katika maisha yetu. Kusali husogeza mkono wa Mungu kwa kumpa yeye uhuru wa kimaadili kufanya katika maisha yetu kile ambacho amekuwa akitaka kufanya. Mungu katika utendaji wake kuu halazimishi mapenzi yake juu yetu. Kwa hiyo anaweza kufanya kazi katika maisha yetu kwa mujibu wa kiwango cha uhuru tunachomtolea. Umeshika hayo? Yaani Mungu hawezi kufanya mambo katika maisha yetu kama sisi hatujamtolea maisha yetu kwake. Kwa hiyo sala ni mahusiano, si tu zoezi ya psychology la utimilifu binafsi, wala si mapito ya kiakili ya kanuni za Mungu, wala si kumshurutisha Mungu, bali ni utu huru unaomwalika nafsi ya mbinguni kushiriki nasi. Au nitumie maneno yangu kutafsiri maneno ya huyo Augsburger. Si kumshurutisha Mungu, bali ni mimi mtu niliye huru kuchagua lolote ninalotaka, ni kumwalika Mungu, nafsi wa mbinguni, kumwalika
aje kushiriki pamoja nami. Augsburger anaendelea kusema, ili kufichua nia ya kinafiki ya kuomba, ili kuonekana na wanadamu, Yesu anarejea mtindo wa kusali wa Kiyahudi ambao ulikuwa kusimama katika masinagogi na pembe za njia kwa ajili ya kuonekana na kusifiwa na wanadamu. Anasema tena, wana thawabu yao, wamepokea walichokuwa wakitafuta, yani sifa za watu. Kinyume chake, Yesu asema kwamba sala kwa Mungu inapaswa kuelekezwa kwake kwa siri ya ushirika wa kutoka moyoni. Pili, anasema kwamba tuepuke rudia, kwa kuwa maombi si ya kumvutia Mungu wala mwanadamu, hasa kwa kuwa Mungu anatujua kabisa, hivi kwamba tayari anajua mahitaji yetu yote. Tukiuliza swali hili, ikiwa anajua mahitaji yetu, kwa nini kuomba? Ni kwa sababu anasubiri kutenda hadi tumtambue yeye na mapenzi yake. Kusali ni uhusiano, sio kusii. Kusali ni ushirika, sio kupata sifa. Shukrani kwa Google Translate kunisaidia katika kutafsiri maneno yake. Ingawa nilibadili kidogo. Sasa nirudie niliyowahi kusema. Kwanza, tusiwe kama wanafiki katika kusali. Pili, acha kusali ili kusikiwa na wanadamu. Tatu, tukisali tutafute mahali pa faragha na kuleta dua zetu hapo. 4, tusipayuke. Tusirudie maneno hayo tena na tena. 5, Mungu anajua haja zetu, si lazima kutumia maneno mengi. Na 6, kusali ni kushirikiana na Mungu. Nini Umris, dada alituongoza katika wimbo ule wa sijui, ilikuwa maneno mapya kwangu, lakini sauti ni katika, kama mnaelewa tenzi za rohoni, wimbo wa Mennonite walio chapa huko Tanzania, wimbo linalotumia sauti ile ni Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, huambiwa haja pia. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimuomba Mungu, dua angesikia. Mstari wa 2, una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine